Mama mjamzito, sisi hatuna huruma na wewe, tuna huruma na kiumbe ambacho kipo tumboni mwako. Tunapokuambia kwamba utumie folic acid, tunamtaka huyo mtoto atoke akiwa na mazingira ambayo yako benefit na mazingira ya nje, ndipo tunapokuambia tumia folic acid. Just imagine wewe ungekuwa leo umezaliwa una mgongo wazi. Just imagine leo ungekuwa umezaliwa una mdomo wazi, lakini pia una changamoto ya ubongo. Leo ungejisikiaje? Ama hizo changamoto na hizo lahana ungempelekea nani? Kwa sababu hata mzazi wako kumbuka labda alitumia folic acid, ndio maana wewe leo umezaliwa ukiwa mzima. Tunaposema utumie folic acid ina vitamins ambazo inajulikana kama ni B9 ambazo huwa zinakwenda kusababisha ama kufanya cells ziwe zinazaliwa mara kwa mara ama ziwe zinazaliwa upya kila siku. Ndio maana tunakwambia tumie folic acid. Lakini pia inawezekana labda uliambiwa kwamba folic acid zina mauzi yale madogo madogo, eza kutapika sana, lakini labda zinakufanya wewe unachoka, lakini kutokupata ile hata hamu ya kula, ndio maana umeziacha. Kuna wengine wasikia labda atumie folic acid ya pinki, mwingine akwambia ya yellow, whatever, lakini cha umuhimu ni yale madini ama zile content ambazo zipo ndani ya dawa. Wengine labda wanasema kwamba wazee wa zamani walikuwa hawatumii hizo folic acid, lakini kwa nini sisi tunaambia tutumie folic acid? Lakini kumbuka kwamba wale wazee wa zamani walikuwa na uwezo ama access ya kutumia vitu ambavyo vimecontain hiyo folic acid, kwa mfano matunda, lakini mboga za majani. Kuna watu sahihi lifestyle wao imebadilika sana, ndio maana wanaambiwa sana watumie hizo folic acid. Sasa kumbuka kwamba kama mama leo utumie folic acid, maana yake uwezo wa mtoto wako kuzaliwa na mgongo wazi uwe ni mkubwa, lakini pia changamoto ya cleft palate kwa maana mdomo wazi, lakini pia hata kukosa sehemu ndogo ama kipande kidogo cha ubongo kwa maana ya anencephaly huwa ni kubwa. Lakini mtoto wako kumbuka, akitoka nje, mazingira ya nje hayatomruhusu kusurvive kwa muda mrefu. Ndipo naposema kwamba maybe umelogwa, mtoto wako hajaweza kuishi katika mazingira nje, amefariki. Kumbe uzembe ulianzia nyuma. Ndipo maana tunapokuambia sisi hatuna huruma na wewe mama mjamzito, tunamtaka huyo kiumbe ambacho kipo tumboni mwako kiweze kutoka salama na aje kufurahia maisha ambayo wewe leo unafurahia. Lakini kumbuka cha muhimu zaidi, thamini afya yako, lakini jali uzazi wako.